akapiga naye nini? Mweleka. Unajua mweleka wewe? Mpaka Mungu mwenyewe anakubali, anasema umepigana na Mungu na umeshinda. Yaani Yakobo alimng'ang'ania Mungu mpaka akafanyaje? Akashinda. Huyu Bwana anaitwa Bwana asiyeshindwa. Unaweza kushindana naye kwa mema mpaka akakubariki kwa lazima. Hata kama ulizaliwa kwenye ukoo uliolaniwa, hata kama ulikuta ukoo ulishalaniwa, wanasema waliozaliwa kwenye ukoo utafanikiwa. Na kuambia ukijipata wewe, unaweza ukageuza laana ya ukoo ikawa baraka. Unaweza ukapindua laana ya ukoo ikawa baraka kwa jina la Yesu. Haleluya. Sikuachi mpaka umefanyaje? Umeibariki. Kwa nini anapiga mweleka na Mungu? Kwa nini anashindana na Mungu? Ni kama kuna mambo ambayo wende Yakobo alizaliwa akayakuta, ambaye alikuwa yaruhusu hiyo nyumba ibarikiwe, hayaruhusu nyumba ifanikiwe. Unajua nyumba ya Yakobo anatokea kwa Ibrahimu, ni mjukuu wa Ibrahimu, ni mtoto wa Isaka, Isaka ni mtoto wa Ibrahimu, Ibrahimu ni mtoto wa Tera, Tera alikuwa anaabudu miungu, Nauli naye alikuwa anaabudu miungu. Unaona, ilikuwa ni nyumba ambayo mababu zao waliabudu miungu sana. Wende wakati wanaabudu miungu, Mungu alishatamka laana, na ndio maana wakati anamwita Ibrahimu alimwambia toka kwenye nyumba ya baba yako, kwa sababu nyumba ya Ibrahimu ilikuwa impendezi Mungu. Nataka nikwambie mahali ambapo Ibrahimu alikuwa anazaliwa, japo Mungu anatamani ambariki, ila ile nyumba Mungu alikuwa anaona ile nyumba imeanzisika kutoka kwenye utosi mpaka kwenye wao. Anasema Ibrahimu, ndio nataka nikubariki, lakini toka kwenye kwa jamaa zako. Unaona ile nyumba ambayo Mungu alikuwa anaichukia. Na Mungu alipoangalia akaona kabisa kuna makando kanda ambayo nilishatamka kabisa kwamba hii nyumba haitabarikiwa. Na amepatikana kijana Yakobo mwenye bidii, anayejua kuomba, anayemtumikia Bwana, anayemjengea Mungu madhabahu. Na bidii yake, na Mungu akashawishika akasema, nimekuja kuuliza, hivi unaitwa nani wewe? Hivi unaitwa nani? Ndio unanishangaza. Hivi unaitwa nani? Mbona sijawahi kuona kwenye nyumba hii watu waliofunga 3 kama sijawahi kuona. Watu waliosali kiasiki sijawahi kuona. Watu wanaopenda Yesu sijawahi kuona. Hivi unaitwa nani wewe? Muulize mwenzako, naitwa nani wewe? Unajua kuna watu mkoa mahali hapa, mbingu zinaangalia kwenye ukoo wenu. Unajua ukoo wenu ulianza karne na karne, ulianza zamani sana. Wewe ni kizazi cha 3, cha kwanza kilishaisha cha ukoo, na cha pili kikafanyaje? Kikaisha. Sasa wewe ni kizazi cha ngapi? Cha 3. Kwenye foleni ya kizazi cha kwanza na cha pili, Mungu hajawahi kuona mtu anayempenda kiasi hiki. Sasa nakushangaa, nasema huyu kwenye ukoo huu hivi anaitwa nani? Hujanielewa. Mungu anajiuliza, hivi huyu anaitwa nani? Mimi najuaga ukoo huu ni wa waganga, ukoo huu ni wa waguzi, ukoo huu ni watambikiaji. Sasa nani huyu anayesema Yesu? Nani huyu anayesema naenda kanisani Jumapili? Nani huyu anayesema namtumikia Bwana? Nani huyu anayesema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana? Hivi huyu ni nani? Hivi huyu ni nani? Mbingu zinamuuliza Yakobo, hivi wewe unaitwa nani? Akasema mimi naitwa Yakobo. Mbingu zikaangalia zikaona bado ni kwenye ukoo ule ule. Huyu inabidi nimgeuze jina. Hili nipate kumbariki, inabidi nimgeuze nini? Jina. Kuanzia leo hautaitwa tena Yakobo, bali utaitwa Israeli. Mungu akaanzisha taifa jingine lenye nguvu, lenye uweza. Kupitia wewe wanaanzisha taifa jingine, wanaanzisha ukoo mwingine. Sema kupitia mimi Bwana anaanzisha ukoo mwingine, ukoo mwenye nguvu, ukoo wenye nguvu, ukoo unaompenda Mungu, ukoo unaompenda Mungu, ukoo usiokuwa na maono, usiokuwa na fitina, usiokuwa na majambazi, usiokuwa na vibaka. Sema kupitia mimi. Haleluya. Kama wewe tangu umeokoka umekuwa sababu ya watu kwenye ukoo kuokoka, nipige kifua hivi. Nipige kifua. Tena unaweza kutoka mbele kwa sababu na mimi ni mmoja wao. Na mimi ni mmoja wao. Hivi naomba kuuliza jamaa, watu wote ndio mmesababisha watu waokoke? Kweli? Kweli? Kama kati ya waliosababisha waokoke kutoka kwenye ukoo wenu
Mmoja wao yupo hapa. Naomba mkamate mkono wake hapa. Na mimi ni nani? 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 Mlete mbele, mlete mbele. Mlete mbele. Mlete mbele, sema Yesu, lazima unibariki. Nimekupendeza. Nimekuzalia matunda. Nimewaleta kwa Yesu. Sema lazima unibariki. Haleluya. Hii ni furaha iliyoje. Hii ni furaha iliyoje. Hivi unasema jambo nyepesi kupanda habari njema ya Bwana kwenye ukoo? Unasema jambo nyepesi wewe? Nakwambia sio jambo nyepesi. Mwanangu, umejipata. Na wewe nenda kamzalie Mungu matunda. Nenda kamzalie Mungu matunda. Ibrahim, msema tena Abi, akampendeza Bwana. Mungu akasema kuanzia leo hautaitwa Abraham, bado utaitwa nani? Ibrahim. Hebu sema tena amina. Isaka huyo kabla hajazaliwa, jina Mungu ameshalitaja. Utazaa mtoto wa kiume wewe sana. Jina lako utamwita nani? Isaka. Akaja Yakobo. Yakobo kumbe akamrithisha sijui jina la babu yake nani. Akawa anaendelea kuitwa Yakobo. Baraka zinashindikana. Nataka nikuambie wewe mwenye jina la kulisi, Mungu analibadilisha leo. Mungu analigeuza leo. Wewe unasali baba yake Yakobo Isaka. Kwa nini hakuwa na madumu? Kwa sababu jina lake lilitoka kwa nani? Kwa Mungu kabla hajazaliwa. Likatajwa na likawa hivyo hivyo. Ataitwa nani? Isaka, kicheko, na akaitwa hivyo. Lakini Yakobo jina lilitoka kwa nani? Jina lilitokana na nini? Unaona kwa nini libadilishwa hili jina? Ibrahimu jina lilikuwa limetokana na nini? Tuna watu watatu. Tuna Ibrahimu, hebu sema tena amina, ambaye alikuwa anaitwa nani? Abraham. Tuna na Isaka, si ndio? Tuna na Yakobo. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Sasa angalia taruki ya jina. Taruki ya jina inampata Ibrahimu kwa sababu ya bidii yake ya kulishikilia wingu na kumtafuta Mungu kwa bidii. Mungu anageuza jina. Anaitwa Ibrahimu badala ya Abraham. Akawa sasa mtu mkubwa naye, baba wa imani. Hebu sema tena amina. Anatoka hapa anakuja Isaka. Isaka hilo jina limetoka mbinguni moja kwa moja. Automatically kabisa. Tunaona furaha za Isaka zinaendelea. Hebu sema tena, kicheko cha Isaka kinaendelea. Hakuna taharuki, hakuna changamoto. Anakuja Yakobo, sijui jina lilitolewa na nani kwenye ukoo. Linaanza kumletea nini? Shida. Anampenda Mungu, ameokoka kama wewe, lakini bado jina ni nini? Ni shida. Mambo yanashindikana. Ili jina linashawishi kumchochea kwenye mambo ya uovu. Hivi unanielewa kitu? Uliona njia ambayo mama Yakobo alitumia kumnyang'anya Esau baraka ya mzaliwa kwanza? Kumbuka Yakobo alikuwa hajafunguliwa hapo, si ndio? Unaona hizo taruki? Unaziona hizo mbinu? Hebu sema tena amen. Na Esau anapoteza uzaliwa nini? Wa kwanza, anaendelea kulalamika. Ole wake aletae nini? Ni hatia kwa Yakobo pia hiyo tayari. Umeninyang'anya uzaliwa nini? Umenidanganya. Ukaninyang'anya nafasi yako. Yakobo baada anaendelea na taruki ya jina lake. Lakini anampenda Mungu. Anamjua Mungu. Unajua kuna watu wanampenda Mungu lakini bado unahitaji kufunguliwa. Bado unahitaji kufanyaje? Kuna vitu Mungu anapaswa kuvibadilisha. Ili uhalisia wa Mungu unayempenda uonekane. Na upendo wa Mungu unayempenda uonekane. Na utukufu wa Mungu unayempenda uonekane. Biblia yako sasa. Amen. Yakobo moja kwa moja anampenda nani? Lakini kuna mambo yaendi. Kuna mambo yafanyaje? Anamkimbia Esau ndugu yake, anakimbia. Anaishi kwa kujificha. Anamkimbia. Saa nyingine Yakobo alijuta kwamba mama mbona alinidanganya. Unajua alimkimbia Esau sana. Alikuwa anamuogopa, anakimbia kwa mjomba wake Labani. Anafika kwa Labani anaonewa. Ukifanya kazi ukalinda hii mifugo, wasomaji wa Biblia tuko pamoja. Ukitunza hii mifugo uzao kwanza, wewe mifugo utakuwa kwako, wewe mtunzie vizuri. Ikizaa unachukua na wewe, na mimi nafanyaje? Nachukua. Akizaliwa wala migani ili nimchukue na wewe uchukue. Mwenye madoa utachukua wewe. Wewe Yakobo. Sema tena amen. Lakini mwenye rangi ya kawaida nitachukua mimi. Wenye madoa wanazaliwa wengi. Labda ninasema nimegeuza. Nimefanyaje?
nimegeuza. Nilisema wenye madoadoa ndo wa kwangu. Yakobo anasema sasa, unaona anavyoonewa. Hebu sema tena amen. Yakobo akasema lakini naona una mabinti wazuri sana. Kuna binti huyu anaitwa Raheli. Hebu sema tena amen. Amen. Nampenda sana. Naomba nifanye kazi kwa ajili ya mali yake. Amen. Maana yake watakao kuwa nazaliwa usinipe, tuhesabiane mali ili ulipe huyu binti. Hebu sema tena amen. Wakazaliana. Yakobo akasema sasa mali inatosha, nipe Raheli wangu. Wakambadilisha, wakampa nani? Mpa Lea. Kampa nani? Lea. Yakobo anasema mimi, Yakobo anakuja kusema ona hivi vya kujifunika wakati unaoa hivi. Shangaa mtu ndio maana wote tunawaambia mfunuo muangalie vizuri. Mfunuo muangalie vizuri, sio kauziwa mbuzi kwenye gunia hapo. Walimpa mbuzi kwenye gunia. Yakobo ameshafika chumbani, Mungu wangu na sherehe imeisha. Anaona mbona sio yeye? Mbona sio yeye? Anaangalia sura haipo. Mungu anatambua uzuri wa uso. Wapendwa, anasema kwa kuwa alikuwa mzuri wa nini? Chanielewa. Mbona sio wewe? Mbona wamenipiga kitu kizito hapa? Anarudi anasema mjomba wangu ulichonifanyia hakijawahi kutokea. Mimi nilisema la wewe unanipa Lea. Mjomba wangu anasema ndio umeshaoa. Yapo tayari na kibundiki. Sema hapa imekula kwangu. Ila naomba nipambanie na huyo sasa tena. Naomba nipambanie. Haleluya, watu wa Mungu. Akafanyaje naye? Akampambania. Alipoona mali inakaribia kukamilika, akasema hapa nitapigwa tena kitu kizito, inabidi niwaibe wote. Akawaiba wote, akasema nao, hebu sema tena amen. Alipowaiba, kumbe Raheli anayempenda amebeba miungu ya baba. Yale matunguli, tunajua kuna familia zinaamini tunguli. Kuna familia zinaamini ili uishi mpaka uwe na riziki unoni. Ili uishi uwe na kairizi kale ka ukoo. Wengine wamekafunga humu, wengine humu. Kama umekafunga leo kataka teketea kwa